So mimi nawashukuru, najua muda umeenda sana, lazima tumlaze baba yetu. I just want to tell you because nimesikia vile watu wanasema. Nimewasikia vizuri sana. I want to assure you. Mimi ni gavana wenu wa Nairobi. Na nilichaguliwa na wananchi wa Nairobi. Ile kazi ambayo tunafanyia watu wa Nairobi, we will continue doing it. Nobody should imagine that they can micromanage the county of Nairobi from anywhere. No one should imagine that we will suspend devolution in Nairobi from anywhere. Nimesikia Mheshimiwa Duma akisema na kiongozi kwa assembly ati mimi ndo ningefaa kumintroduce kwa watu wa Nairobi. Jana nilisikia kidanganya sana kwa TV. Si mtu honest ndio sana anadanganya. Na kulia vitu ndogo ndogo ati nimetolewa WhatsApp group. Sijui siambiwi nini. At that level, surely. Ile wale watu wanasema alikuwa na introduce kwangu, walikuwa wamenichagua kama seneta wao. Na hata kama uliniombea kura, na nakushukuru. Lakini uliniombea kura wewe ukue governor wa Nairobi ama mimi? Au unaniombea kura ndio wewe ukue governor wa Nairobi? I'm the elected governor. Na ile kitu tunafanya Nairobi sio ya kabila hii ama kabila lingine. There will be order in the city of Nairobi. Rest assured. We will do things the right way. And we will take care of everybody's interests in a fair manner. Kuenda kudanganya wananchi ati soko inahamishwa ati inauzwa is not responsible for a leader. It is completely irresponsible to lie to the people on their face because of cheap populist ethnic mobilization. Hiyo sitakubali Nairobi. I will not accept it. We will sit with our people. Hao wenye anasema ni wake wamekuwa watu wangu tangu 2012 nilikuwa chairman wa chama yao. 2013 nikakuwa mbunge. Nimewafanyia kazi, nimewatetea kama senator. I love those people, but I love all the people of Nairobi. So hizi kuwa tukifanya hii, hapana rudi nyuma. Tukidila mambo ya matatu, hapana rudi nyuma. Hiyo sasa pale imefika, we will not continue like that. Sawa sawa? Ama mlichagua magavana wawili? Watu ya Nairobi. Si ni mmoja? Ni Mjamo. Na Ngumi ni ngapi? Si ni Mbwekse. So msio na wasiwasi. Na mimi naelewa pressure yake. Unajua siku ya nyani ikifika, miti yote inateleza. Hiyo pressure ambayo yuko nayo na wasiwasi. Ile mambo inakuja kwa bunge, asiletee watu wa Nairobi. Hiyo asituletee. Hiyo adili nayo huko, na aombe Mungu wake sana. You cannot go and insult your president indirectly. Unaambia president wako to keep your house in order. How can you do that? Experience is important. Kuna kitu inaitwa Official Secrets Act. You cannot go to TV and expose what happens that the president has told you something directly. It is wrong. It is completely wrong. So wale ambao wako na kibarua mnajua vile hiyo kibarua yenu vile mtatekeleza. But this country has one president, William Samoei Ruto. Na Rais Ruto anafanya kazi na baba Jacom Engineer Enigma Raila Amolo Odinga. Kama hiyo inakuudhi sana, ukinyongo na waru, teremsha na supu. Ukinyongo na waru, teremsha na supu. So I want to assure the people of Nairobi that we are going to restore order in our city. We will now not listen to any ethnic mobilization around the issues we must do for Nairobi. Mwaka uliopita wamama 52 waliuliwa Londiani wanauza kwa barabara. Walikanyangwa na gari. A truck lost control from Londiani. Ikapita na wamama 52. Hawawezi kurudi. Maisha yao haitarudi. Watoto wadogo walikuwa na mama wao wapo, waliuliwa. Nairobi hakuna mtu atauza hapo kwa barabara, Haile Selassie, chini kwa barabara na tumejenga masoko na pesa ya wananchi ambapo watu wanaweza kufanyia kazi. That one I will not allow. It will not happen. It will not happen. I want to assure you. Wale ambao wamekuwa wanafanya vitu wakijua ati hii ikifanywa nitaambiwa ati usiguse sijui nini, please forget it. We will do things properly. Nairobi is a capital city, a global hub, the capital city of Kenya.
it will look like the capital city of Kenya and it will be orderly. So mimi nawashukuru sana, ninawapenda. Nairobi tunasema nina walombo tov.